Wito huo umetolewa na msaidizi wa usajili Blela Saada Rashid baada ya kuweka kambi ya kutoa huduma ya kliniki ya biashara kwa wafanyabiashara, ambapo amesisitiza faida za kusajili biashara. Tunawakaribisha wote kwenye banda letu, ambapo kwenye banda letu pia tunatoa huduma ya usajili wa alama za biashara na huduma pamoja na utoaji wa hataza. Karibuni wote tusajili. Huduma zetu ni papo kwa papo, na umuhimu wa kusajili alama hizi za biashara na huduma itamsaidia mteja kumtofautisha yeye, bidhaa yake pamoja na bidhaa nyingine sokoni. Pia vile itawasaidia watumiaji kuitambua bidhaa kiurahisi. Kwa upande wake, afisa usajili Blela Seleman amesema wafanyabiashara wa Kariakoo watumie fursa hiyo ya kusajili alama za biashara na huduma. Mwito wetu sisi kwa wafanyabiashara ambao tumewapata katika eneo hili la Kariakoo, mtaa wa Mkunguni, wafike na watumie fursa hii. Kuna wakati mwingine tunaamini aidha unaweza ukawa unapata changamoto katika kutumia mifumo. Tunajua kwamba mifumo hii tunakuja, lakini sisi bado wengi uelewa wao ni mdogo. Kwa hiyo tunapokuja katika maeneo kama haya, tunawarahisishia na wanapata huduma ya papo kwa papo. Mtu anapokuja hapa akasajili jina lake la biashara, anapata cheti hapo hapo, wala haikuchukui dakika ngapi wewe kupata cheti. Kwa hiyo tunahamasisha ama tunawasihi watumie fursa hii, wasiache. Tumetoka ofisini kwa ajili ya kuwafuata wao, na wao waitumie fursa hii, waione ni kitu adhimu kwao, waweze kuja katika. Mmoja wa wafanyabiashara waliosajili biashara zao amewashauri wafanyabiashara wengine kusajili biashara zao ili kuepukana na changamoto ya kutumia majina ya biashara ya watu wengine. Ni mfanya biashara na nimeanza biashara muda mrefu sana, lakini nilikuwa najitahidi sana kujitangaza mtandaoni bila kuja kujisajili Blela. So leo nimekuja maeneo ya Kariakoo sokoni, nikaona Blela, nikasema ngoja nikaulizie. Nimeulizia, wakanipa process zao, nimekuja kuangalia jina langu, kuna mtu analitumia. So itabidi nibadilishe jina. Kwa hiyo nimebadilisha jina. Kwa hiyo ni changamoto kwa sababu nilikuwa najiita Precious Soko. Sasa hivi jina limebadilishwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna changamoto, japo sio sana. Mimi nawashauri tu wale wafanya biashara wadogo ambao wanatarajia kuja kuwa wafanya biashara wakubwa, waje kujisajili mapema. Kama unategemea kuja kuwa mfanya biashara mkubwa, it's better kuja kujisajili mapema. Usije ukawa unafanya sana kujitangaza mtandaoni, jina linakuja kuwa kubwa, alafu unakuja kujisajili unakuta jina lako limeshachukuliwa. Mimi ni mjasiriamali na dili na usindikaji wa vyakula. Kwa kweli mimi mwenyewe nilikuwa sifahamu, ila tu nilipigiwa tu simu na wateja wangu wa karibu kuniambia kwa mbona bidhaa yangu sasa hivi imeshafika katika supermarket. Nikamwambia mimi bado biashara yangu haijaanza kusambaza kwenye masoko ya supermarket, sababu ni mimi nasambazaga online kwa njia ya mitandao na tenda za kwenye maofisi. Nikamwambia naomba nisaidie labda kukagua vizuri. Akasema jina lililokuwa hapo ni la kwako. Nikamwambia naomba nisaidie basi hata kukagua namba za simu. Namba za simu kwa kweli zilikuwa sio za kwangu. Kwa kweli ndo nilipata changamoto, nikajua sasa kuna watu wameshazunguka, nianze sasa kufuatilia. Kwa kweli ilikuwa ilinishtua, ilibidi nianze kuwatafuta wateja wangu kuambia sasa bidhaa kwa sasa hivi imeshachakachuliwa, wawe makini, wawe katika kusoma yale maelezo yaliyoandikwa, labda jinsi ya mchanganyiko pamoja na zile namba za simu, ili wapate kutambua bidhaa. Kliniki ya biashara kwa wafanyabiashara Kariakoo inayotolewa na wakala wa biashara na leseni Blela imelenga kutatua changamoto za kiusajili na za kitehama, ambapo inatarajiwa kuhitimisha tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Aniva Mwongola, Hope Channel Tanzania.